Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari yako ndugu yangu mpendwa, ndugu yangu kipenzi. Leo katika chaneli yangu hii nataka nikushirikishe, nikusimulie, nikuhadithie hadithi moja nzuri ambayo anuwani yake, kichwa chake cha habari kinatuambia kifaa cha Wamarekani. Na hii ni sehemu ya kwanza, kwa maana kuna mwendelezo wake, kuna sehemu ya pili yake na ya tatu yake na kuendelea. Tuanze na sehemu ya kwanza ambayo inasema kama ifuatavyo. Kulikuwa na kijana mmoja anaitwa Juma. Alikuwa anaishi maisha ya shida sana mjini. Hakuwa na kazi wala mtaji, na kila siku alikuwa akizunguka tu mitaani na huku akisema, laiti ningepata kifaa cha Wamarekani, maisha yangu yangebadilika mara moja. Siku moja akiwa amekaa kijiweni, alimuona mzee mmoja mgeni aliyekuwa anamuangalia sana. Baada ya muda mzee alimuita na akamwambia, ewe kijana, nasikia unatafuta kifaa cha Wamarekani. Juma akasimama haraka na akasema, ndiyo mzee, natafuta sana. Naambiwa hicho kifaa ukikipata unakuwa tajiri. Mzee akatabasamu kidogo, kisha akatoa kifuko kidogo akamkabidhi Juma, kisha akamwambia, hiki ndicho kifaa unachotafuta, lakini usikifungue hapa, nenda nyumbani kwanza. Juma baada ya kukipokea kifuko hicho kidogo akakimbia kwa furaha, huku moyoni akiona tayari maisha yamebadilika. Alifika chumbani kwake, akafunga mlango, kisha akakifungua kifuko kwa haraka. Cha kushangaza na cha ajabu, ndani kulikuwa na kioo kidogo tu. Juma akakasirika sana, akasema, mzee amenidanganya, hiki kifaa si kifaa chochote. Lakini ghafla Juma akaona maandishi nyuma ya kioo yakisomeka, yameandikwa, yakisomeka, kifaa cha Wamarekani ni wewe mwenyewe, akili yako, juhudi zako na nidhamu yako. Juma baada ya kuyasoma maneno hayo akanyamanza. Kwa mara ya kwanza alielewa ya kwamba hakukuwa na uchawi, hakuna kifaa cha siri. Mafanikio yanatoka kwa kujituma. Kuanzia siku hiyo, Juma alianza kufanya kazi ndogo ndogo. Alibeba mizigo sokoni, alianza kuuza maji, baadaye akafungua kibanda kidogo. Miaka michache baadaye, Juma alikuwa mfanya biashara mkubwa,
na kila mtu aliyemuuliza siri yake alikuwa anacheka na kusema, nilikipata kifaa cha Wamarekani siku ile nilipoacha kulalamika na kuanza kujituma. Sasa ndugu yangu msikilizaji, ni yapi mafundisho ya stori hii? Ni yapi mafundisho ya habari hii? Ni yapi mafundisho ya hadithi hii? Mafundisho yake ni kwamba ufahamu hakuna kifaa cha miujiza cha mafanikio. Na la pili, fahamu ya kwamba siri ya maisha ni juhudi, nidhamu na kujituma. Na fundisho la tatu, fahamu ya kwamba kulalamika hakubadilishi chochote, bali vitendo ndivyo hubadilisha mfumo wa mzima wa maisha yako uliokuwa nayo. Tukutane sehemu ya pili baada ya Juma kuwa fanya biashara mkubwa. Je, ni kipi kilichofuata katika maisha yake? Tukutane sehemu ya pili. Ikiwa umeipenda story hii, basi subscribe, share na ukomenti ili tukutane sehemu ya pili, ujue undani zaidi baada ya Juma kuwa mfanya biashara mkubwa. Insha Allah tukutane sehemu ya pili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.